Nimekuta ukinitafuta kwenye simu yangu. Hapa nilikuwa naongea na wakili. Sawa, Mungu atakusaidia, atakuwa na wewe. Na nakuona una mawazo sana. Nini shida? Wewe mtoto unanikosea. Unasema hichi kiwanja ni cha kwenu. Mimi nilipokuwa na babako wewe ulikuwepo. Na tuko mahakamani, jitahidi hichi ulichoniambia ukakizungumze hivyo hivyo. Sasa bwana shahidi, hebu tuambie ukweli. Kwa nini unaondoa watoto kwenye hii nyumba na unasema ardhi sio ya kwao, wakati wewe ardhi ulimpa babao na akajenga hapo na alikuwa anaishi hapo na akafanya maendeleo yake yote, watoto wote wamezaliwa hapo? Ni wazi kuwa mmiliki halali wa ardhi hii ni Amani, kwa kuwa ardhi hii ilikuwa ikimilikiwa na wazazi wake. Mara kaka kamteka dada, mara dada kamloga kaka, yani kabisa hakuna msaada, inahuzunisha. Iko wapi iko? Sasa kugawana sawa, tunagawana sawa, mgao utapita. Lakini unajua kuna mambo mengine hapa yanatakiwa yaangaliwe. Sisi kipindi tunamuguza mzee, kuna wengine kwa usiki. Leo hii kwenye kugawana mali, watu wanakuja wanatugawana mali. Mzee kata naumwa alikuwa wapi? Mpaka mzee anafariki. Sasa lakini ukiangalia toka tumeenda kufuatilia mambo ya kesi, tumemaliza, tumekuja na mambo ya kugawana mali za mirathi. Inabidi tugawane, kila mtu apate haki yake. Ukisema kwamba eti kuna mwingine alikuwa hamuguzi mzee, yani inakuwa sio haki sawa. Hapa inabidi tugawane, wa kiume anapata haki zake, wa kike anapata haki zake. Sio. Mtoto wa kike anapataje mali sana sisi? Sisi ni waamuzi. Sisi ni wakubwa. Kwanza kama mimi ndo mkubwa, mimi ndo wa kuamua mali nazigawa vipi. Wewe usinipangia. Kwanza mzee nilipambana naye mimi sana. Hata kama tumeshinda, lakini mimi ndo wa kuamua mali nazigawa vipi. Uwezo ukaniforce mimi nigawe mali. Kwanza mtu wa kike unaweza ukatoka ukaolewa kwenda kuishi kwa mmeo. Ukiachika utarudi utazikuta mali. Unapambana vipi kugawie mali? Au unasemaje damu kubwa? Hapo unatukosea kaka. Unatukosea. Kwa sababu kwenye swala la mali hakuandikwa wa kike wala wa kiume. Inaitwa mali ni watoto. Hakuandika Abduli wala hakuandikwa Imani, hakuandikwa nani. Wote tulipewa mali. Na hizo mali alishindwa tu mwenyewe kugawanya kutokana na ugonjwa wake aliyozidi kuwa mbaya. Nadhani tunalifahamu. Ila kwa kuwa nimekuteua wewe ni mkubwa kaka yetu, tukajua kwamba utakuwa ni sahihi kwamba na sisi tutapata haki sawa. Mwanamke anahusika nini katika swala la mali? Kuhusika dada anahusika. Anahusika kwa sababu dada ikoje? Eti ndugu yangu, mimi ndo kaka. Mimi sio nisimamie mali. Nibaki nyumbani. Huyu akiolewa sana kwa mmeo. Aenda kwa mmeo. Akiatika tutazikuta. Tuzikuta sana. Wewe ukiolewa sana kwa mmeo. Ukiatika tutazikuta nyumbani. Tena hususa kama mimi mwenyewe binafsi. Mimi sitaki niongee sana. Mimi nataka mali. Tugawane mali tumalizane. Au ndio unasema? Wanawake watu wakae pembeni. Wakae pembeni. Sisi kama watu wa kiume tupate mali za mzee wetu. Tujue jinsi gani tunazienda. Wewe dada utakushika na shida utanitafuta. Mimi mali ziko nyumbani. Hapo unajua una masiala sana. Sio masiala. Sasa dada nikupe mali ya nini? Wewe ndo kwa mmeo. Wewe mali utaikuta hapa nyumbani. Wewe na wewe utaenda huko mali ukirudi utazikuta nyumbani. Na wewe utaenda huko mali utazikuta nyumbani. Lakini katika ile kesi iliamua kwamba kila mtoto anatakiwa apate asilimia zake katika hiyo ni serikali sasa. Sasa hizo sheria. Hiyo serikali. Hapa tuko kifamilia. Lakini sisi ni watoto. Hatujakataa nyinyi watoto. Ndio maana hata mzee kabla hajafa alisema sisi ndio tusimamie mali. Mwanaume ni mwanaume. Ndio. Au nakosea ndugu yangu? Yaani hizi mali kwanza mimi nasema kama nilivyoongea mwanzo. Hapa tunasimamia sisi kama wanaume. Au mnasemaje ndugu zetu? Sasa wanawake inakoje kwaje? Kwenye mgao hamna cha mwanamke wala cha mwanaume kwa sababu wote ni watoto wa baba mmoja. Hamna anachoongea baza ni sahihi. Maana nyewe mtaolewa, mtaenda, mtarudi mali kukuta. Ndio vichwa vyenu vilivyokalia upumbavu na upuuzi. Wewe na sisi tunafanya upumbavu. Ila hiyo ndio jinsi ile. Bwana wanaume ni wanaume bwana. Mimi nachoona chikao kwa leo. Tukiailisha. Bora. Maana hatuwezi na zile mali hakuna yote atakayepewa. Mali zitabaki kwenye mikono yetu. Serikali itaingilia kati hili swala. Mimi basi kama ni hivyo tuiachie mahakama. Basi twende mahakamani.
Sawa. Kwa mimi nimekubaliana nayo. Twende mahakamani. Lakini mwanaume atabaki kuwa mwanaume. Mwanaume ndo wagawane mali afu wasichana wasigawane mali. Mwanamke yeye anaenda anarudi. Kama anaolewa. Hamna kitu kama. Na kumbuka ukienda huko kuna mwanamke. Mimi nabaki na mali. Mke wako ataenda kuzila mali za baba yake. Zitabaki kwetu, baki sisi na mali. Tunaendelea kuzidumisha. Tutafanya mambo muhimu kabisa. Watoto watumie. Mnaweza na mwanzo kawagai wakauza mali. Ndio. Bora mali zibaki hapa. Sasa naona mwafaka ufike hivi. Atafute mtu tofauti na sisi azisimamie ziendeshwe tu. Tutakuwa tutatumiana kama ni 10,000 tule tu. Hapana. Kama ile hapana mtavua mwenyewe. Mimi nikafungulia. Mimi nasema hapana. Sasa kaka, uwe mwanasheria ambaye unazungumzia aweze kusaidia kitu. Kumbuka kwenye ile kesi katusaidia mpaka tumepata mali za marehemu baba yetu. Si ndio? Sasa kwa nini unasema asitusaidie sasa hivi kwenye mgawanyo wa mali? Tulikuwa kwa mtu binafsi. Hii si familia. Kwani uweze kulizika kwa mali zikae kwetu sisi wanaume? Ile ilikuwa kwa mtu binafsi, lazima mali zetu zirudi. Ndio maana tulipambana kwa jasho. Tukatoa na pesa ile mali zifanyaje? Zirudi. Tukapambania mali zirudi. Hii ni familia. Wewe unashindwa kuna nini? Kuniamini mimi kaka yako na mali zikabaki nyumbani? Haki sawa kwa wote. Kwani tumekudhulumu? Wewe ushakuja hapa na jembe kuna kulima tumekunyima? Ndio dhuluma yenyewe sasa. Ndio. Hakuna dhuluma. Sasa kama mnasema wanawake hawezi kugawana mali, hiyo ni nini? Mtoto wa kike anaongozwa. Hapana. Wewe unasemaje? Na mtoto wa kike atabaki kuongozwa tu. Tunasimama sisi hapa. Yani fikra za kizamani, yani utaona hata akili kazi. Na kwa hiyo unaitwa mfumo dume. Nyewe tueni akili, ila mali zinabaki kwa wanaume. Hapana. Kaka, nimeshamba mimi sina mengi ya kuongea. Nataka mirathi yangu ibaki pale pale na mifugo yangu. Sasa mimi naona kama siwaelewi nyinyi mtoto wa kike. Iko hivi. Tugawane vizuri. Tutagawana sisi na hawa wazako zitakuwa chini yetu sisi. Yaani na mwana sheria kija hapa na tunagawana nusu kwa nusu, amna cha kusema eti nusu kwa nusu na nani? Hiyo kitu kinawezekana. Si bwana ndio kitu kinawezekana kweli? Nusu kwa nusu na nani? Na hizo gharama za kuenda mwana sheria tena nani anazilipa? Nikuja nani? Nani? Siuze hata mbuzi hapa. Lakini kila kitu tutagawanya. Siuze hata mbuzi mseme nimlipe mwana sheria. Siuzi. Nimesema hivi. Basi kama utaki yote haya yatokee. Mtu apewe mali yake. Unachokataa nini? Unachokataa nini? Ndugu yangu, hakuna cha mwanasheria. Hakuna. Tutasimamia sisi kama sisi wanandoa na sisi. Hapa hata aje baba mdogo nani? Mimi mali hapa ziko chini yetu. Hapana, haiwezekani. Dada ndio hivyo. Hapa hivi natakiwa tumuite mwanasheria na tugawanye mali, kila mtu apate haki yake. Haya wanasheria mtayajua nyinyi. Hapa hakuna mwanasheria, mimi nishasema hakuna mwanasheria. Mimi nimesemaje? Hakuna cha mwanasheria. Unanesa mwanasheria. Mwanasheria. Na mimi kwa mimi nimesemaje ndugu yangu? Hicho kikao mimi sikitaki. Hamna tena hapa kikao. Wewe mwanasheria tumalizeni. Tutasimamia sisi watu. Haiwezekani. Nenda kufungua mlango sasa hivi. Naenda kufungulia mlango sasa hivi. Mimi sitaki sana. Nenda angalia. Achana nao hao. Bado kutumiza kichwa kila siku. Wewe sikilizeni. Naona sitaki tena kuja kuona simu zenu za kunisumbua. Waacheni wadogo zangu wasimamie vitu huko, vitu vitaenda sawa. Msinisumbue tena. Na wewe mwanasheria yako huyo. Kwanza msinaribie mudi yangu, sawa? Na msinisumbue tena. Sasa hivi naanza huko bondeni kwa zile frame kuangalia kama yule mpangaji sasa hizi. Kaingia na wewe dada, kana wadogo zako. Takuja nimpige mtu msiku. Sasa mpige nani? Mpige hebu jaribu kunyosha mkono. Nenda kwa wewe mwanasheria yenu tusumbuane. Shasema hivi. Kila mtu kidevu. Ninachoona hapa katika upeo wangu akili nilichofikiria, kila mtu naye kidevu cha kwanza. Maswala ya kusema sijui nitapewa mwanasheria, tutachelewa. Maana katika akili zao nilivyoziona kila mtu ashajipa cha kwake. Washamba kaenda shamba anakuja kaenda mifugo. Sasa dada, mimi nitawasiliana na yule mwanasheria ambaye atasimamia ile kesi mara kwanza. Nakumbuka. Yule bwana atatusaidia vitu vingi sana. Amesaidia vitu vingi sana. Na hii kama ikishindikana tunaipeleka mahakamani. Unajua mahakama ina mamlaka ya kugawa mali nusu kwa nusu, yani pale wanazikusanya mali za marehemu zanagawanya. Nyumba yake atapewa mtoto huyu, anapewa mtoto huyu, atapewa mtoto huyu. Wote tupate haki sawa. Hamna cha kusema kwamba watoto wa kike hamna kulisi sijui nini. Hamna, hiyo haiwezekani. Yaani nipata niambika. Ndugu zangu leo mimi najafa. Hapa iwejua iumfua. Kila mtu lazima apate haki yake. Ninapoona muda umeshaenda, kila mtu anaenda shughuli zake. Tutakutana na mwanasheria tukishampata.
Tutakapokutana ndio kila kitu kitakaa sawa. Yaani lazima patimike kwa sababu hawezi kusema mwanamke anaolewa hawezi kudaiwa mali. Lazima mwanasheria hapo. Kwenye swala la mwanasheria tusimamie hapo hapo. Kishindikana kwa mwanasheria tunaenda mahakamani. Kabisa, yani unajua yule mfura hapa kulalipa. Mimi na yule mfura, yule anaitwa mifugo yule. Sio tu kuvuta bani. Yule kama uzi mmoja. Kichwani. Yule kama uzi mmoja. Alafu aha. Sio. Mzee, simu. Sema Karanje. Kidogo naongea na mtoto msaidie Mungu. Sawa. Sawa, haina shida. Vipi Sema Karanje? Karibu sana kijana wangu. Safi mzee, shikamoo. Marhaba, hujambo? Jambo kwema? Baada siku nyingi. Tunamshukuru Mungu. Mzee wangu bwana. Kweli ile jambo sio baya. Lakini sio zuri sana pia kwa sababu unajua nimesimama kama mwanaume lakini yule mdogo wangu wa kike yule mwingine aliyosoma yule ananisumbua. Alafu anawalisha sumu wenzake masuala kwenda kwa mwanasheria kugawana mali. Sikiliza mdogo wangu, simamia misingi yako. Waambie kwa mwanasheria hatuwezi, inabidi tukae kama familia tumalize. Mimi nishakataa kabisa. Wewe upendi kuwa na maisha mazuri? Mzee wangu. Upendi? Sio je kuna ile gari. Maliza maisha. Hapa ndo mjini. Kuna gari natamani mimi. Uliniambia sasa. Nataka mjini mzee. Wewe vijana sasa hivi kuna mjini. Kutoka kama mimi. Ndio vijana. Karibu sana mdogo wangu. Au sio? Mzee Karanje bwana tuombe Mungu. Na tuseme kabisa kwamba katika jambo letu lile lazima tusiki. Bwana mimi cha msingi tu nitaendelea kusoma dua zangu. Kibunda. Kibunda kipo. Mimi ndio sema kabiri. Kibunda kipo. Bwana wanawake. Kwanza ile mdogo wangu mmoja yule. Na dawa yake kwa sababu kunapokuja kuendea kuna jambo itaendelea. Kwa hiyo watu sio ofisi sana. Basi mimi yule wakike mwingine mkubwa akashaolewa. Yule mume wake anajiweza anapiga anasapuzwa tu na yule aliyosoma yule. Kwa hiyo usijali sana. Mimi nikutafuta juma ngapi tuweze kukutana tukaongea vizuri? Sasa mimi nitakupigia simu kwa sababu nasubiria mimi sitaki kuonekanika nazitaka sana zile mali wataanza kuhofia. Mimi nataka niwasikize iko kikao chao na mwanasheria. Sawa? Sababu mimi ndo kaka wa ile familia. Hata mwanasheria akija nitamwambia mimi ndio kaka. Hawa wadogo zangu. Kwa hiyo ninachotakiwa mimi mali nizisimamie mimi. Wao watazikuta kwangu. Safi kabisa. Unasemaje? Namna. Sio mzee ukakana wazee wenzio pale kwenye kahawa, ukawaambia wakaja. Unajua wakana na kijana wao ovyo, unajua? Hapana. Wewe kijana mzuri sana. Tu sisi wenyewe katika hili jambo. Sijali. Sababu yule mdogo wangu wa kike yule. Yaani yule nataka nimtafute shule nzuri. Yaani hata akienda aseme kaka ananijali. Yule aende shule. Alafu akienda shule yule nitamtafutia hata kitu kidogo hivi cha kumlagai awe anasahau. Naweza ngamfungia hata kibiashara akiwa chuo huko. Lakini sasa nataka nikwambie kitu. Kale tukapiga duka la simu. Tunapiga duka la simu. Kana sawa kidogo baada hapo. Na kupeleka kwa mtandao mmoja tunakatia moja kwa moja futa ubongo kukumbuka vitu vya nyuma. Anakuwa anasikiliza mimi. Unakula hela. Bora sana ndugu yangu. Mzee wa Karanje. Kama nifanyie hiyo kazi. Wewe ukishafikia hapo piga simu. Kama Mzee Karanje tayari mambo yameshaisha. Safi kabisa. Yule kiume anachotaka kufanya, yule mwingine yule sababu ana akili tayari, anashaanza kujua utamu wa mali. Yeye anataka nimpe kiwanja cha kuibondeni na ng'ombe zake hata 2-3 na mbuzi akae. Yule mwingine yule muuni yule nataka naambia kabisa badilika na yeye nikupeleke show. Mwana kama sasa hivi anaweza badilike. Yule muuni hatuwezi kumbadilisha muuni, tutamnunulia pikipiki mpya. Yule kama anaenda kwa shikaji. Bora atakuwa mbona mbani? Ndio maana nakwambia usitumie nguvu nyingi. Natakuwa naonyesha upendo kwa wadogo zangu ili. Naonyesha upendo. Unaambia nawapenda sana wadogo zangu. Kumbe sisi tuna jambo letu. Wewe utaishi maisha mpaka lini? Mzee Karanje nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana. Katika hili naamini nafanikiwa. Nakutakia mchana mwema kwako. Yaani naamini nafanikiwa kabisa. Lakini jitahidi ukimbili usipite. Haina shida kabisa. Sawa. Mimi nitamsikiza na yule mwanasheria akija. Hata yule mwanasheria akija nitaonesha ule moyo wa upendo. Sio nataka kupanic kwa sababu ungepanic atawashauri zaidi. Unajua mtoto wa kiume kauli unayoongea sababu mwanasheria akija akiona mimi na panic atawaita wale atawashauri zaidi kwenda mbele zaidi. Sasa mimi akija nitamsikiliza na pia nitampa hoja yangu. Umeona nataka maendeleo ya wadogo zangu au ukiwapa mali sasa hivi zitapotea zitawahi kupotea. Umeona ili mwanasheria naye awe na moyo ule kusema kwamba yeye anasupport. Lakini wala kuchelewesha maisha. Kuchelewesha maisha. Wala kama ngwache bwana niende zangu. Baadaye nakupigia nikitiki ile issue. Sawa. Haya. Kwisha kabisa. Nilikuwa namsubiri sana huyu mtoto. Walijifanya wana akili. Wameshaingia kwenye mtego wangu. Sio mtamatisha gari. Hiyo imeisha babangu. Huyu mtoto atachukua gari
mali zile zinarudi kwangu, mimi ndo makaranja. Hiyo imeisha, watabaki wanalia kwao. Saa 11 ishaniambia saa 10:30 atakuwa kashafika hapa. Swala gani hiyo sasa imekuwa ndefu namna hii jamani? Haya bwana, ngoja nimsubirie, labda ndio hivyo, msikitini kuna mambo mengi na. Aha, shehe. Asalamu alaykum shehe. Wa alaykum salaam. Heri shehe wangu. Heri. Kwema kabisa. Nakusubiria muda sana. Karibu shehe wangu. Asante sana. Sema shehe, labda anauzu msikitini huko. Tunajua tena shehe wangu. Mimi bwana shehe nimekuita bwana. Kusudia jambo letu. Sawa. Pale kwenye familia yangu. Ya ulitokea lakini kunipa ile mistari iliyonyoka ulinielekeza kidogo. Japokuwa sio sana, lakini nafikiri kwa sababu tumekutana hapa tunaweza kushauriana mawili matatu. Mimi katika fikra zangu, yule wadogo zangu wa kike wale, kama yule mkubwa kashaolewa tayari. Yule mwingine yule iko atiati. Mashaallah. Umeona Sasa mimi kwa tulikaa kikao nikawaambia, kwa nini zile mali zisibaki katika mikono yangu mimi kama kaka? Mimi sasa hivi ndo baba. Ila sasa utata huko katika familia sasa hivi. Wale wadogo zangu wa kike wanataka tugawane mali sawa. Je, hilo sani yake kweli? Nimekusikiliza kwa makini. Ni kitu kizuri ambacho tunazungumza. Sawa? Yes. Lakini kuna misingi. Ipi sasa shehe? Katika masuala ya urithi. Misingi ikiwa kama familia lazima upate. Na katika misingi hiyo naweza nikakupa faida kidogo. Bahati nzuri labda hapa nimetembea na msafu wangu hapa, kuna aya ambazo zinazungumzia masuala hayo. Twende ukurasa wa 106 kwa 107 aya ya 11. Nataka kusomea hii aya jinsi ilivyoandikwa hapa. Nafikiri unaweza ukanielewa ni nini ambacho namaanisha. Hii ni sura ya An-Nisa, juzuu ya 4. Wanakuambia Mwenyezi Mungu anakuhusieni juu ya watoto wenu. Sawa? Mwanaume apate sawa na sehemu ya wanawake wawili. Sasa hii mwanaume apate sawa na ya wanawake wawili, na ikiwa wanawake zaidi ya wawili basi watapata thuruthi 2 za alichokiacha maiti. Nirudi hapa nyuma kidogo labda unaweza kanielewa. Ina maana kwamba ndio hii nimekwambia kwamba mwanaume anapata mara 2 ya mwanamke katika mgao wa mali. Haya inazungumza, anakuambia Mwenyezi Mungu anakuhusieni juu ya watoto wenu. Mwanaume apate sawa na sehemu ya wanawake wawili, na ikiwa wanawake zaidi ya wawili basi watapata thuruthi 2 za alichokiacha maiti. Lakini akiwa mtoto mwanamke ni mmoja, basi fungu lake ni nusu. Haya maandiko ya kutoka kwenye kitabu takatifu Qur'an ni kwamba yamesadikika hivyo na anatakiwa yafuatwe. Nafikiri misingi ya Kiislamu unaielewa vizuri tu. Ndugu yangu, nimekuja hapa na sala moja yani. Hata sio naitakuaje. Kwa sababu kama unavyoelewa yale masuala ya mirathi yale, ndugu zangu hawataki kuelewa, especially yule kakaangu hataki hata kuelewa. Anataka mali zote zichukue. Na mimi ile jambo limenifika kooni. Siwezi hata kuelewa, yani sasa sijui nafanya. Kwani tuseme kwa mganga shoga yangu? Mganga? Mganga anafikiri kwa atanisaidia? Atakusaidia. Maana na mganga wangu huyo kia tayari. Isikai mambo ya kutoana kafara, mimi sitaki juu. Yaani shoga yangu, yule mganga ni kiboko. Kwa nini alikusaidia nini? Alinisaidia maana mamangu alikuwa anahangaika sana, lakini nilipoenda kule nimemweka hapa ni afrobuti, hadi sehemu haina yoyote. Wewe niamini mimi.
Ngoja kwanza nilifikirie hilo la kwenda kwa mganga. Sawa. Haya, basi sawa. Iko wapi haki yao? Iko wapi? Kwa sababu dada mkubwa yule, ujue unaye makini asije kukupotosha. Yaani mimi mambo ya mwanasheria nimeacha, mambo ya kila kitu nimeacha. Mimi ombi langu tu ni moja. Nimalizeni shule, nipate kazi yangu, sina haja na hizo mali zenu, sina haja ya kusema kwamba eti fanya nini, sizitaki hizo mali. Oyo mambo. Mrembo? Mrembo vipi? Wewe kaka vipi kwanza? Wewe vipi? Wewe vipi? Unamjua? Simjui, mimi mwenyewe anashangaa hapa. Poa. Vipi naye makoti yako afa mshibokea dada? Sina sana muda mrefu hapa. Poa. Yani kabisa mani hakuna, wanarogana, eti kisa mali, yani kabisa mani hakuna. Mara kaka kamteka dada, mara dada kamloga kaka, yani kabisa hakuna msaada, inahuzunisha.